usije ukajidanganye kwamba unaweza ukawa na akili timamu au transformed kwa njia ya maombi, kwa sababu unazungumza na Mungu. Kuzungumza na Mungu sio ulinzi. Ulinzi ni neno la Mungu. Maombezi sio kwamba ndo kila kitu kwenye maisha yako. No. Yaani naongea vitu ambavyo havina sense, havina mwelekeo. Kuna kama zurura huko. Usije. Unakutana na Rajabu, unakutana na Suzana, unafanya kitu unachotaka wewe, sijui nini. No, au sio maisha. Ufikiri. Hamna kitu ambacho kinaweza kikakutoa kwenye maisha kama neno la Mungu, wala pasipo yake kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Nikasema ndani ya uzima kuna afya, kuna ulinzi, kuna utisho, na kuna kila kitu chema ambacho unaweza kukipata kwenye maisha yako ndani ya neno. Na mimi ningekuwa maneno la Mungu alijibu, mimi singeliamini. Ningekuwa fanya vitu vingine. Na kama ingekuwa ni swala la kusoma neno kwanza kuomba ulinzi, mimi ningeachana na masuala ya kusoma neno na pambania ulinzi wangu. Sikokuwa neno linakuja na full package ya kila kilicho chema cha kutiisha. Ndio maana tunatakiwa kulienzi. Maana thamani ya neno kwenye Biblia imezungumzwa ni zidi ya kila kitu. Zidi ya malaika. Kwa sababu vyote vilivyomo mbinguni, vilivyomo na duniani vimetokana na neno. Ndio maana nikasema thamani ya neno inasita jina la Yesu. Ili jina la Yesu liwe na nguvu, inabidi uhitaji ukiwa na neno la Mungu ndani yako. Kwa jina la Yesu linatii mtu ambaye ana neno la Mungu. Aliangalia cheo. Jina la Yesu, neno ndo smack, linavuta jina la Yesu na linafanya toa matokeo. Hata Roho Mtakatifu mwenyewe ili afanye jambo anasubiri neno. Neno lifanye, neno liamuru, ndio nenda kuona matokeo. Kwa ndugu zangu, neno ndo kila kitu. Neno ndo kila kitu. Asanteni na Mungu awabariki.